Katika ufalme wa Omora kuna huyu mfalme anaitwa Mfalme Odili. Mfalme huyu ni mfalme wa kipekee sana. Mtazamaji, hii ni movie ambayo sio ya kukosa, inaitwa Throne of Games. Twende pamoja tumuone mfalme huyu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, nini tabia zake na mambo yapi ambayo anafanya kwa ajili ya maendeleo ya ufalme wake. Mfalme Odili amekutana na mali safi, anaiambia mali hiyo, baadaye nahitaji kukuona katika chumba changu, usikose na wala usinifanye mfalme nikakaa nikakusubiri. Baada ya mfalme kuondoka, shoga mtu anamwambia mfalme wakataliwi, huna chaguo lolote. Wakati mfalme akiendelea kutembea kuangalia mandhari ya nchi yake, anakutana na huyu mrembo ambaye hakumuelewa tabia yake. Mfalme anamwambia, wewe njoo hapa, wani mwenzako amepiga magoti, wewe kwa nini unatembea tu? Mfalme, sidhani kama hiyo kitu ni sahihi, na sioni kama mfalme kuwalazimisha watu wapige magoti ni jambo sahihi. Naona ni kama udhaifu kwa mfalme. Mfalme akabaki akiwa anajiuliza, huyu ni mtu wa namna gani? Binti akaaga na kuondoka zake. Mfalme akamwambia mjakazi wake, huyu binti nataka nimuone chumbani kwangu leo usiku, asipokuja sijui nitakachomfanya. Huyu mrembo anaitwa Chilota au kwa kifupi Lota. Shoga yake anamfuata na kumwambia, hivi una akili gani wewe? Unatamani ufukuzwe katika hiki kijiji? Sasa unanilaumu nini rafiki yangu? Kama ni kumsalimia mfalme nimemsalimia. Shida iko wapi? Mama yake akaja. Kuna nini hapa kinaendelea? Hakuna shida yoyote. Sikiliza mama, mfalme eti ameniambia niende chumbani kwake usiku. Mama anamwambia, kuna shida gani wewe kwenda chumbani kwake usiku? Tena naona ujiandae kabisa uende chumbani kwake usiku, kwa sababu sitaki umfanyie kitu chochote kitakachomkwaza mfalme. Umenielewa? Mfalme akiwa katika kiti chake cha enzi akawa anajipa viapo, anasema huyu binti asipokuja nitamfanyia kitu kibaya sana. Mara mjakazi akafika anamwambia, kuna mrembo amekuja hapa kukuona mfalme, mruhusu aingie. Kuingia yule mrembo, mfalme akawa anashangaa, huyu ni nani tena? Mfalme, tulikutana mchana ukaniambia nije. Nilikwambia uje. Unajua kitu ambacho umekuja kukifanya hapa? Sijui. Na umejiandaa, umekuja kabisa vizuri, ukaoga, ukavaa vizuri kwa ajili ya kuja kwa mfalme. Toka hapa. Potea. Naongea mambo gani hapa? Potea kabisa, sitaki kukuona hapa. Upande wa Lota na wazazi wake wanamuuliza, hivi binti yetu, unajua kitu ambacho unataka kukitengeneza hapa? Unataka sisi tuuliwe sasa na mfalme. Wewe umeambiwa uende chumbani kwa mfalme. Kwa nini unakuwa mgumu? Unataka tufukuzwe au tunyongwe kabisa? Siendi popote. Nimesema siendi popote. Hamwezi mkanilazimisha nikafanya kitu ambacho sikitaki. Mimi najali utu wangu, najali thamani yangu. Siwezi kufanya mambo utu. Unaongelea utu gani wewe binti? Wewe unajua utatuletea vita ambayo sisi hatuko tayari kuipigana hiyo vita. Mara wajakazi wa mfalme wakafika wakamkamata na kumpeleka kwa mfalme. Mama akawa anasema, nilisema. Wafanyakazi wa mfalme wakafanya kazi yao kwa ufanisi mkubwa sana. Wakampeleka Lota mpaka mbele ya mfalme. Alipofika mbele ya mfalme Lota, mfalme akamwambia, inamisha kichwa chako. Mimi ni mfalme wako. Uweze ukaongea na mfalme ukiwa umenyanyua kichwa juu. Hivi unajua kama mimi ni mfalme wako naweza nikakukata kichwa? Ndio, najua wewe ni mfalme na una uwezo wa kunikata kichwa. Haya, nifuate chumbani kwangu. Nikufuate chumbani kwako kwenda kufanyaje? Utajua kitakachofanyika huko chumbani kwangu. Nifuate. Siwezi kwenda chumbani kwako mfalme, na siwezi kuruhusu mwanaume kama wewe akanishika. Kwa ruhusa yako mfalme naweza kuondoka. Nyumbani kwao Lota kiti hakikaliki kwa mama Lota. Mama Lota anasema, huyu binti naomba asitumie hasira zake, amruhusu mfalme afanye anachotaka. Mara Lota akafika. Mama Lota akawa anamuuliza, kuna nini kimeendelea? Nimeenda kwa mfalme akaniambia anataka kufanya kitu anachokitaka nikakataa. Mama Lota akampiga kofi anamwambia, hivi wewe binti, unajua matatizo gani unatupelekea wewe tuingie? Niachie nimpe adhabu. Kwa mama, unanipiga kwa sababu nimekataa kulala na mwanaume ambaye simpendi. Mwanaume ambaye haoni utu wangu, hajali thamani yangu. Wewe mama ni mama wa namna gani ambaye uko tayari kumuuza binti yako? Upande wa mfalme kwa jina anaitwa Odili ameamua kuwaita wazee wake ili aweze kuwapa habari njema juu ya yale yanayoendelea katika maisha yake. Anawaambia wazee wake, nimepata malikia wa kumooa na nipo tayari kwenda kutoa mahali, na wazazi wake ni hawa hapa. Mmoja wa wazee akawa anasema, unamaanisha Lota ndio unataka awe malikia?
Ndiyo, kwa ruhusa wa wazazi wake. Je, mnaniruhusu Mfalme Odili nimwoe binti yenu awe malkia wa ufalme wetu? Ndiyo, hatuna shaka kabisa mfalme, sisi tupo tayari. Nendeni mkafanye maandalizi ya harusi sasa. Baada ya mfalme kutoa taarifa juu ya ndoa yake ambayo anataka kuifunga na Lota, mzee huyu akarudi kwa mpwa wake na kwanza kumuuliza, mpwa, hivi umeshindwaje kumfanya mfalme akupende? Jamani, mimi nimelala naye karibia siku 3, mara 3 kabisa jamani. Inakuwaje tena amemchagua Lota? Ameona nini kwa Lota? Binti yangu, umejirahisisha sana. Unajua mwanaume huwa haangalii mwanamke anayelala naye, anaangalia mwanamke anayejiheshimu, ambaye yupo tayari kuwa mke. Umejirahisisha sana, ndio maana unafeli katika hili. Pambana sasa. Upande wa mama mfalme ameweka kikao na mwanaye, anamuuliza, hivi mwanangu, huyu binti mbona mng'ang'ania sana? Kwanza ulisema amekuvunjia heshima, hivi sasa tena unatangaza kuwa unataka kumuoa. Hii mbona naiona kama haijakaa sawa? Kuna shida gani mwanangu? Sikiliza mama, mimi ni mfalme, si shei mawazo yangu na mtu yoyote. Sawa, najua kama we ni mfalme, ila mimi ni mama yako na haki ya kukuuliza na haki ya kujua kitu gani kinaendelea katika maisha yako. Mama, we angalia tu mchezo na ucheza. Nataka huyu binti aje awe malkia, nimnyoshe kwa tabia alionionyesha. Wazazi wa Lota walivyofika nyumbani wakamwambia Lota juu ya uhitaji wa mfalme wa kumuoa. Lota akawa anawaambia, ndoa? Mna hakika kuna ndoa jamani hapa? Huyu mfalme anataka tu kunitumia. Ameshaona kuwa nilikataa kufanya vitu vyake, kwa hiyo anataka atumie njia hii ili kuweza kunikamata. Sasa wewe, awe anahitaji kukutumia awe hahitaji kukutumia, sisi hiyo haituhusu. Tunachojua kwamba amekuchagua wewe katika wanawake wote katika kijiji hiki, amekuona wewe ndio wa kipekee. Kwa hiyo mimi ni wa kipekee. Sawa, kwa hiyo mimi ni wa kipekee kiasi kwamba mnataka kuniuza jamani, mnataka kuniuza kama mbuzi. Baada ya mfalme kuwa amemweka sawa mama yake, mama akahitaji kutembelea familia ambayo mwanaye anahitaji kuoa. Alivyofika akamwambia, nimeleta zawadi kwa ajili ya binti ambaye amekubali kuolewa na mwanangu. Simameni. Wakasimama pale. Wakati anakabidhi ile zawadi, Lota akatokea akasukuma zile zawadi chini, akapiga magoti, samani mama mfalme, nimekosea sana, ila sipo tayari kuolewa na kijana wako, sipo tayari, tafadhali mama mfalme. Baada ya hivyo wazazi wake wakaona aibu kweli, wakapiga magoti, mama mfalme tusamee, mama mfalme jamani, tusamee kwa tabia mwanetu. Mama mfalme akageuka na kuondoka. Mama mfalme akapeleka moja kwa moja ripoti mpaka kwa mwanae. Kufika kwa mwanae akawa anasema hiyo ni kitu kidogo tu amefanya. Yaani unasema hiki ni kitu kidogo, amenidhalilisha mbele ya wajakazi. Huyo binti sitakaa nimsamee. Sikia mama, unajua huyu binti mimi nahitaji kumwoa kwa sababu nahitaji kumfundisha adabu. Mama anahitaji na wewe uniamini mimi katika kitu ninachokifanya. Sasa utamwoaje binti ambaye hakutaki mwanangu? Utamwoaje? Nitamwoa tu, kuna njia nyingi ambazo zitamfanya awe mke wangu. Yaani hizo njia nitazitumia hizo. Kwa hiyo mama niamini na wewe utalipiza kisasi chako. Siku iliyofuata wajakazi wa mfalme Odili wakafika nyumbani kwao Lota. Walivyofika wakatoa wazazi wake ndani, wakaanza kuwatembezea kichapo. Lota alivyofika akawa anasema, jamani mnafanyaje? Kwa nini mnawapiga wazazi wangu? Kaa pembeni wewe. Mbele ya mfalme akazuia wasiendelee kuwachapa. Binti akasogea anamuuliza, mfalme unafanya nini? Hivi kwa nini unafanya haya maigizo yote? Unajua sikupendi na unipendi. Kwa nini unanifanyia maigizo? Sikiliza binti, umenidhalilisha sana. Umenionyesha kuwa mimi sio lolote mbele ya watu wangu, na hivi sasa unasema haya anayofanya ni maigizo. Lota alivyoona ligi imekuwa nzito, ikabidi ashushe silaha chini. Akamwambia mfalme, tafadhali sana, nipo tayari kuwa malkia wako, nipo tayari, naomba uyamalize haya yote, sitaki tena haya mambo, nipo tayari. Haya, nitaruhusu wazazi wako waende nyumbani, unaweza mkaenda nyumbani. Asante mfalme, asante sana, nendeni na muendelee na maandalizi kwa ajili ya ndoa. Sawa mfalme, tutafanya hivyo. Ghafla Lota akazimia na mfalme akamzuia kama ngao yake ili asiweze kuumia. Baada ya hapo mfalme akamchukua moja kwa moja akampeleka mpaka chumbani kwake. Wakati akiwa amelala kitandani, Lota akazinduka. Mfalme akawa anamwambia, umeamka? Hapa niko wapi? Upo kwenye chumba changu. Kwa kuwa tunaenda kuoana, nimeona sio mbaya ukianza kukizoea chumba changu.
niruhusu niweze kuondoka. Na nitakuruhusu uweze kuondoka. Na vipi kuhusu ndoa? Mbona ongelee kuhusu ndoa? Sawa mfalme, nipo tayari kwa ajili ya ndoa, ila naomba liwe baada ya masoko, baada ya siku ya masoko tuweze kufanya hilo swala la ndoa. Sawa, ila nitahitaji leo uje chumbani kwangu usiku. Kuna kitu nataka tukifanye. Haya, haina shida, nitakuja. Lota akaondoka. Baada ya hapo, mfalme akiwa katika kutafakari, mara Lota akafika. Mfalme akashangaa, umekuja? Nimekuja kwa sababu mfalme uliniambia nije. Sawa, njoo tukae sasa pamoja. Njoo tukae hapa. Kufika pale alivyokaa, mfalme akaanza kumgusa. Lota akawa anasema, mfalme, unaonaje kama hili jambo tukisubiria mpaka siku ya masoko ipite? Baada ya siku ya masoko nitakuwa mke wako kabisa, nitakuwa mke wako halali na utakuwa na ruhusa kufanya chochote. Mfalme akasema, kweli kabisa. Hivi nawezaje kuanza kuhangaika na mnyama ambaye ameingia katika mtego wangu? Unaweza ukaenda. Lota alivyotoka nje akaenda kukutana na mwanaume wake, akaanza kusuka mpango wake ambao alikuwa nao dhidi ya mfalme. Kufika hapo akawa anamwambia Kachi, sikiliza, unajua mfalme anaendelea kunichanganya sana, na haya mambo yanaendelea kwenye ufalme ananichanganya. Malkia wangu, kuna nini? Sikiliza, mimi nahitaji tuyamalize haya mambo. Nahitaji unifanye niwe mwanamke wako. Lakini haikuwa moja ya mpango wetu. Sawa, haikuwa moja ya mpango wetu, lakini hatuna muda wa kutosha. Tafadhali, kama upo tayari, kubali basi niwe mwanamke wako. Sawa, nipo tayari, tunaweza tukaenda. Mfalme Odili akiwa amekaa, Awele anakuja anamwambia mfalme, hapa nilipo nina ujauzito wako. Mfalme akawa katika hali ya kushtuka, anasema, unaongelea kitu gani wewe mwanamke? Ujauzito gani? Zile mechi ambazo tulikuwa tunacheza zimeleta majibu. Sikiliza, siwezi nikapata mtoto na wewe. Siwezi kabisa, haiwezekani. Mfalme, kwani tulivyokuwa tunafanya, ulivyokuwa unaniita, ulikuwa utarajii kama linaweza likatokea jambo kama hili? Alafu sasa hivi unaniambia eti hutaki mtoto na mimi. Wewe, huyo mtoto utamtoa, na usipomtoa mimi nitamtoa. Tatafuta njia ya kumtoa huyo mtoto. Mfalme ikabidi amuite mkunga ili aweze kuhakikisha. Mkunga alipogusa ile tumbo na kuangalia, akawa anamwambia, Awele, una matatizo, ni tumbo linakusumbua, wala huna ujauzito. Jamani mkunga, unasema nini? Huna ujauzito, hiyo ni hali ya kawaida. Tumbo linakusumbua, nitakupa dawa uweze kuwa sawa. Jamani, angalia vizuri, nilijua kabisa ni ujauzito. Hamna, huna ujauzito haina yoyote ile. Nitashughulikia tatizo lako na utakaa sawa, ila hauna ujauzito wowote. Awele akalia baada ya kuona chansi yake ya kuwa na mfalme imeshindikana. Siku ya masoko ikafika. Mfalme Odili akampata Lota kuwa malkia wake na malkia wa ufalme. Lakini katika hilo shangwe kuna watu ambao walikuwa wanafurahia, upande mwingine kuna watu ambao walikuwa hawafurahishwi na ile tukio lilokuwa linaendelea. Mmoja wa watu hao alikuwa ni Awele pamoja na mjomba wake. Ulivyofika usiku, mfalme akawa anahitaji unyumba kutoka kwa malkia. Malkia anamwambia mfalme, tafadhali naomba usiniguse, hii ni kinyume na taratibu zetu na miko yetu kwa mfalme au mwanaume yote kumgusa mwanamke aliye na ujauzito. Unaongea vitu gani wewe? Unaongea vitu mbona sivielewi? Hivi unajua naweza nikakunyonga kutokana na haya maneno yako ambayo unaniambia. Mfalme, kama uniamini, unaweza ukafanya njia yoyote ukagundua juu ya hili jambo. Mimi ni mjamzito na sikudanganyi. Unaweza ukamuita hata mkunga akahakikisha hilo swala. Baada ya mkunga kufika na kufanya vipimo vyake, akapeleka majibu kwa mfalme. Anamwambia mfalme, hongera sana, unatarajia kuwa baba. Unaongea vitu gani? Mfalme, unatarajia kuwa baba, malkia ni mjamzito. Malkia ni mjamzito? Sikiliza, unaongea maneno gani ajabu? Jamani mfalme, nimehakikisha mimi kwa macho yangu kabisa, nimehakikisha kuwa malkia ni mjamzito na unatarajia kuwa baba. Alafu mimi ni mjumbe tu. Samahani mfalme, unaweza ukaondoka. Baada ya majibu kutoka alimchanganya mfalme. Mfalme akaamua amfuate malkia na kumuuliza, baba, huyu mtoto ni nani? Jamani, miungu imethibitisha na watu wote sasa hivi wanajua kuwa mimi ni mke wa mfalme na mimba nilionao ni mimba ya mme wangu, sina mimba ya mtu mwingine. Mfalme akakasirika, akamkaba. Baada ya kumkaba akawa anamuuliza, niambie, mimba ni ya nani? Mimba ni ya nani? Alivyomwachia malkia akawa anasema, hii ndoa hatuwezi tukafika popote kwa staili hii.
Baada ya taarifa kusambaa juu ya ujauzito wa Malkia, Awele akapeleka pendekezo kwa mama mfalme, akamwambia mama mfalme, mimi naona mwanao amebambikiziwa huyu mtoto, hiyo mimba sio ya kwake, kwa hiyo nahitaji tuitoe hiyo mimba. Mama mfalme akawa anamuuliza, unafanya haya mambo kwa hasira au unafanya kwa sababu nataka mema kwa ajili ya ufalme huu? Nataka mema kwa ajili ya ufalme huu na nataka mwanao aishi vizuri. Siwezi nikaruhusu mimba hii ambayo ni haramu ikalelewa katika ufalme. Mfalme akiwa katika hali ya kuchanganyikiwa anafanya mambo ambayo hayaelewi. Mpaka Malkia anamuuliza, una shida gani wewe? Yaani unanisukuma alafu unanidaka. Maana yake nini? Hebu eleweka basi. Yaani mwenyewe sijui nafanya kitu gani. Yaani kuna muda natamani kitoe hicho kiumbe tumboni mwako, alafu kuna muda mwingine najisikia kukilea. Sijui kuna nini kinaendelea. Kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini unanitesa Lota? Nakutesa. Mimi nafanya mambo ambayo yananipa furaha. Kama wewe unaona nakutesa, hiyo ni juu yako. Inahusika vipi na mimi? Fanya mambo yako. Lota alivyorudi akamkuta mfalme. Mfalme akawa anamuuliza, ulikuwa wapi? Ulienda wapi? Ulienda kuonana naye sio? Ulienda kuonana na huyo mwanaume? Sijui unaongelea kitu gani mfalme. Hebu niambie huyo mwanaume ni nani? Nataka nimjue. Mfalme, nilihitaji tu kuwa katika mikono ya mwanaume ambaye ninampenda. Sioni kama kuna tatizo katika hilo. Mfalme akawa katika hali ya kuchanganyikiwa. Mtazamaji, hii ni sehemu ya kwanza na tunaishia hapo. Tukutane katika sehemu ya pili ili tuweze kuona kitu gani kilitokea baada ya hapa. Yaani hii movie ni visasi juu ya visasi.